awe ndio sasa mtu wa kunyonya pesa zako, kitu cha kunyonya. Kuna kitu ndani yako kinanyonyanga tu pesa, kinanyonya. Unapata 20,000 zinanyonywa na magonjwa ya mtoto, inanyonywa na madeni. Yani kila mwaka kuna kitu ndani yako kinanyonyanga pesa zako. Kila mwaka lazima tu upate tu kitu yenye utakuwa unafanya kinakuharibia tu kuendelea. Kama ni gari, unanua gari, alafu hiyo gari inakuwa kisirani. Kila mwisho mwezi ball joint zimeleta shida, mwisho mwezi tairi zote zimepasuka, mwisho mwezi mara shock soba zimeharibika, mwisho mwezi radiator imeleta shida, mwisho mwezi yani gari umenunua, lakini sasa kumbe ndio chombo kinachotumika kukumaliza. Leo ninasema kwa jina la Yesu Kristo, hilo gari ambalo ndio chombo umepewa na Mungu na kinatumika kukumaliza, Mungu aanze kugeuza kuanzia leo hii, in the name of Jesus Christ, in Jesus mighty name. Mtu aseme shetani ashindwe. My brethren, kuna chombo kimetengenezwa mbele yako. Hicho chombo kazi yake ni kukumaliza. Mtoto uko naye ni chombo cha Masihi, ni chombo cha Bwana, ni baraka za Mungu amekupatia. Lakini sasa huyo mtoto ana pepo liko ndani yake. Huyo mtoto pepo lile likiona una 50,000 linainukia kwa mtoto, mtoto anagonjeka 5,000 makadara pale kwa majirani pale private 7,000. Ikifika tena mwisho wa mwezi 10,000 unadaiwa na daktari. Kumbe haujatambua yule mtoto ana roho ndani yake. Kazi ya huyo mtoto, hiyo roho ni kukukula wewe, kukumaliza wewe. Ndio maana ugonjwa unaougua sio ugonjwa wa kawaida. Sema amen, sema haleluya. Ugonjwa huo umesababisha uje kwako ili ukumalize wewe, umalize mafanikio yako na mema yako, ukose raha moyoni. Watu wafikirie mama nani amenona, kumbe umenona pressure za watoto na tabu za nyumba zako ambazo uko nazo kwa nyumba. Watu wanaona mama fulani siku hizi amekonda, kumbe kuna roho ambayo imetumwa inakaa ndani ya nyumba yako, inakula kile ambacho unapata. Unapata 50,000 tayari unapigiwa simu, mtoto school fees, mwingine amechomeka mkono, mwingine amepatwa na accident, mara bibi yako amepatikana na mgonjwa, mara ghafla hospitali imekula. Leo ninanena kwa kinywa cha nabii ya kwamba yale yote aliyokuwa inakufuatafuata kila mwaka yafike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwezi yafike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Kila wiki yafike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Ninanena kwa kinywa cha Bwana, chochote ambacho kimekuwa kikufuatafuata kinakuregesha nyuma, kimalizike kwa jina la Yesu, kikufe kwa jina la Yesu, kikuachilie kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Hallelujah. Unaweza kupewa baraka ukafikiria umepewa huyu bwana, umepata mwanaume, kumbe huyo mwanaume mama amekuja kwa maisha yako kukumaliza, amekuja kukumaliza. Huyo mwanaume ambao umepata, kumbe ako na roho ya kukumaliza, anamaliza biashara imeisha, amemaliza kazi imeisha. Sema amen. Kumbe roho iko ndani yake. Ama mwanaume wewe ukao mwanamke, angalia baada ya kwenda juu, tangu moe unamalizika, unaisha mpaka unataka kuuza chenye uko nacho kwa sababu yao mwanamke. Leo nasema hivi, Mungu atakuondolea kila roho ambayo imetumwa kwako kukuondolea mema yako, kukuondolea mazuri yako, na ikufe in the name of Jesus Christ. Sema toka ndani yangu. Unaweza kuwa uko na pikipiki, kumbe hiyo pikipiki imetumwa na Mungu na shetani. Kazi ya hiyo pikipiki ni kukula pesa zako. Hakuna kitu yenye unapata, ni pikipiki. Spare parts zote pikipiki. Mara polisi wanakula pikipiki. Yani pikipiki imekupatia stress. Kwa mwezi ulikuwa na 50,000, ulikuwa na save 20,000. Angalia sasa mwezi umeisha, hata Christmas unaangalia watoto wako tawanunulia nguo nini? Mtaenda wapi Christmas? Maana umepewa pepo kupitia kwa pikipiki, inanyonya kile ulicho nacho. Shetani ashindwe kabisa. Umepewa tukutuku, imekuwa pepo. Tukutuku
Sasa ndio inanyonya pesa zako. Yaani kuna kitu ambacho umepewa kimeingizwa ndani yako. Kazi ya hiyo kitu ni kikukure umalizike, na kinakukura na unaelekea kumalizika. Mpaka unaanza kujiuliza what is wrong? Kwa nini mimi ninaisha? Mbona mimi naisha? Kumbe kuna kitu, hiyo tukutuku na pikipiki ambayo uko nayo, pesa zinaenda pale. Pesa unapata pesa huku zinaenda, hii inakula. Unafanya huku, hii inakula. Leo unasema hivi, Mungu akugeuzie ndoto yako, na kila ambacho kinachokula pesa zako kinakula kesho yako, Mungu aondoe kwa jina la Yesu. Sema amen. Angalia, umepewa biashara na unafanya kazi. Hiyo biashara haikusaidii, mpaka unabidi uibe pesa za mzee uongezee stock, mpaka uchukue kule kwa mkopo uongezee stock. Hiyo biashara mama haikusaidii. Kumbe biashara umepewa, kazi ya hiyo biashara inakunyonya, baada ya kukupatia faida inakunyonya. Leo ninasema hivi, hamtanyonywa na vitu ambavyo mko navyo, havitawanyonya. Nimesema kwa jina la Yesu, I decree, I declare, havitanyonywa. Hamtanyonywa na hizo mapikipiki, hamtanyonywa pesa zenu na hizo matukutuku, hamtanyonywa na hiyo biashara ingine, haitanyonya pesa yako. Magonjwa haitanyonya pesa yako. Mali yako haitanyonywa na magonjwa. Hamtauza shamba kwa sababu ya magonjwa. Hautauza gari kwa sababu ya magonjwa. Hautauza pikipiki kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya kuchomekewa, kwa sababu ya kuharibikiwa. Ninanena kwa kinywa cha nabii, ninasema ya kwamba kila ambacho uko nacho hakitanyonya. Kila ambacho ulikuwa umesave for your future, in your account, for your people, hamtanyonywa kwa jina la Yesu. Sema hautanyonywa. Hautanyonywa. Kuna kitu kinanyonya pesa yako. Umenunua simu, imenyonya pesa yako. Mara unaweka kwa simu, zinaibiwa pesa. Mara unaweka simu pesa, pin number watu wanajua, pesa zinaenda. Mpaka unajiuliza, kwani nimefungua M-Pesa baada ya kunipatia faida? M-Pesa kazi yake inanyonya pesa zako. Hala, simu yenye umenunua inanyonya pesa zako. Hala, leo ninasema kwa jina la Yesu Kristo, hautanyonywa pesa zako na masimu zako. M-Pesa yako haitanyonywa. Mpaka umepewa pepa la deni, deni liko juu yako. Hilo pepa limesimama hivi na deni mbele yako, limetoa kifua. Sema amen. Linatembea namna hivi mbele yako, pepa la deni limesimama mbele yako, nami ninaliona. Kazi yako unapata 10,000, 5,000 madeni. Hiyo roho umewekewa, deni ulio nalo, kazi yake ni kunyonya nyumba ambayo ungejenga. Haujajenga ile nyumba, ni kwa sababu una pepo ndani yako ya deni. Kazi ya hiyo pepo inanyonya zile pesa ambazo ulikuwa ujengee na ununue plot. Hiyo inanyonya. Leo nasema kwa jina la Yesu, hawatanyonya tena kwa jina la Yesu. Ninakataa hiyo roho ambayo iko ndani yako. Una pepo liko ndani yako, hiyo pepo linakunyonya sana. Hilo pepo limenyonya sana, deni limekunyonya. Angalia mshahara wako ambao unapata mshahara mzuri, my brother, my sister, unapata mshahara mzuri, lakini huo mshahara unanyonywa na madeni. Kuna mtu amekuwekea roho ya madeni. Sasa hiyo roho inanyonya. Ulikuwa na 20,000, hizo 20,000 zimenyonywa na madeni. Mpaka unajiuliza, jamani, mwaka mzima calculate madeni ambayo umelipa 200,000. Mpaka unajiuliza, kumbe niko na pesa. Sisi pesa zote kama ningeliweka, ningekuwa nimenunua kale kaploti. Kumbe napatanga pesa. Kumbe wewe una pepo linalo kunyonya maishani mwako. Leo ninasema hivi, chochote ambacho kinanyonya pesa zako, sema sitanyonywa pesa zangu kwa madeni. Sema hautanyonywa pesa zako kwa madeni. Hautanyonywa pesa zako tena. Kuna pepo liko kwako, my friend. Hiyo roho inakusumbua sana, na naona inakufuata, inakuandama kila mwaka. Ndio maana yule mama aliona kuna nyota nzuri ndani yako, akaona kuna mahali unaelekea kuinuliwa kimaajabu, kimiujiza. Ametuma ugonjwa wa pressure
unanyonya pesa. Yule mama ametuma ugonjwa sukari, unanyonya pesa kwa boma. Oh my God! Yule mama ametuma ugonjwa kidonda kwa mguu, hiyo kidonda kinanyonya pesa. Sahii mamako sahii natakana makadara 1140, mtoto anatakana pesa, aenda fanyia surgery. Leo ninakiri kwa jina la Mungu aliye hai, hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu, hakuna jambo lisilowezekana mbele za Bwana. Chochote ambacho kinatumika kunyonya kila ambacho uko nacho, kichomeke kwa jina la Yesu. Hiyo roho ichomeke, roho ya madeni ichomeke, roho ya madeni ichomeke, roho ya magonjwa ichomeke, roho hiyo ichomeke, ichomeke ndani yako. Hiyo roho fire, catch fire, catch fire. Ninaongea na mtu saa hii, ninaongea na mtu saa hii. Pole sana mama, mama pole sana. Umenyonywa pesa zako mpaka unashangaa, umenyonywa pesa zako mpaka unajiuliza next year school fees imefika. Mtoto anaenda class 1, baby class, mtoto anaenda KG6, mtoto anaenda form 1, mtoto anaenda class 8. Ndio watoto saa hii endekana promotion kuja, watoto wamefanya vizuri mtihani. Unajiuliza utatoa wapi school fees ya kupeleka watoto Januari? Kumbe kuna mtu ametumwa ndani yako, ameweka magonjwa kwa mzee, akaweka magonjwa kwa mtoto. Angalia pesa zenye umetumia juzi, a lot of money zimeenda tu hivi hivi kwa magonjwa. Roho nyingine imetumwa tu ndani yako, pesa zikaenda tu hivi hivi, umepoteza a lot of money. Na hiyo pesa umepotezea wapi? Kuna roho ambayo imetumwa juu yako, na hiyo roho imekuja kuchukua kila ambacho ulikuwa umekusanya, sasa imekuja kunyonya. Leo ninanena kwa jina la Yesu Kristo, hiyo roho ichomeke, hiyo roho ichomeke kwa jina la Yesu. Hiyo roho Mungu Baba achome hiyo roho, Mungu Baba iachilie moto iteketee, ichomeke hiyo roho, ikuachilie, ichomeke, ikuachilie kwa jina la Yesu. Hiyo roho ikuachilie kwa jina la Yesu, kwa sababu imekuwa kazi yake ni kunyonya. Mtu aseme kunyonya, sema amen. Maandiko yananiambia kwamba na mtanyonya matiti ya wafalme. Sema amen. Sio wafalme wanyonya matiti yetu, hapana. Yani tutakula vitu vya wafalme. Sema amen. Si wafalme wakuje watufinyange, watukalie, wakule mashamba yetu, wakule ng'ombe zetu, wakule kazi zetu, watukule. Hapana. Maandiko yanasema nanyi mtanyonya matiti ya wafalme, yani mtalishwa na watu ambao ni wa juu sana, yani mtalishwa na watu ambao wametajirika. Unajua kuna mtu mahali ako na pesa yako, kuna mtu mahali ako na pesa yako, kuna mtu mahali ako na pesa yako, ako na school fees ya watoto wako. Kuna mtu mahali ako na kazi yako, lakini jinsi vile utaenda kuichukua hiyo kazi kwake imekuwa ni shida. Hauna roho ya kukupeleka pale mahali upate ile kazi. Leo ninasema hivi, Mungu akupe roho na ikupeleke mpaka pale mahali uende upate hiyo kazi, mahali ambapo iko ufurahie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema. Mtu aseme amen. Halo, kuna mtu ako mahali, mtu huyo anakungojea. Halo, si wewe ungangane kusomesha watoto, si wewe ungangane na maisha. Amen. Isaya anasema hivi, maandiko yanasema hivi, utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nao utajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Isaya 60 anaongea habari za kunyonya matiti ya wafalme. Utanyonya maziwa ya mataifa 2023, hiyo lazima itatimia juu yako. Utaenda Dubai, utanyonya maziwa huko. Mtoto wako ataenda ng'ambo, anyonye maziwa huko, atapike. Mtoto wako ataenda Qatar, vile wengine wanakufanga Qatar, wako hata kufia Qatar, atafanya Qatar kazi na atarudi mzima mzima. Tena atakuja kununua ploti na aweke biashara, afungue hardware na aendelee, maana hana capital. Anaenda kutafuta
huko, sijui ni Dubai ama ni Qatar penye watu wanaendanga. Saudia, watu wanaenda green pass ya Saudia. Nami nakuombea utaenda Saudia, utaenda kufanya kazi huko dada, uweke pesa yako mwenyewe, usipatie ndugu yako ama bwana yako ama watu wa kwenu pesa wakuwekee. M-Pesa iko Dubai, iko Qatar, iko huko Saudia. Weka pesa zako mwenyewe. Wakati wa kutoka huko, haleluya, utakuja kwa M-Pesa, unakuja unakuta uko na laki zako 7, uko na laki zako 5, uko na laki zako ngapi hizo mwanangu? Utaenda kuanza duka la manguo, utaanza maisha mazuri. Utaanza hoteli, utaanza maisha mazuri. Utafungua hardware, utafungua biashara. Mungu maana anajua ulienda kutafuta upate chanzo cha kuinuka kwa maisha, lakini kuna roho ambayo, roho hii ikiwa juu ya mtu, roho ya kunyonya vitu ya mtu ikiwa juu ya mtu, mtu atakuwa na pesa, ataanza biashara. Alafu shetani anatuma watu wa kunyonya biashara zako. Baadaye maandiko yanasema kwamba na mtanyonya maziwa ya mataifa, amen, na mtanyonya maziwa ya wafalme. Sasa watu wataanza kuja kunyonya biashara zako. Mama fulani anasema nipe sukari kilo 1 nitakupatia mwisho wa mwezi, nipe maziwa nitakulipa mwisho wa mwezi. Hao ni watu wa kunyonya kazi yako waangushe. Wewe mwana biashara, wacha kukopesha, haujui kama utaregeshewa pesa zako, lakini vile wewe mwenyewe utafanya. Badala ya shaba nitaleta dhahabu. Mungu anasema ataleta dhahabu. Badala ya miti ataleta shaba. Anasema badala ya mawe Mungu anasema ataleta chuma. Yaani mwaka ujao Mungu atatupatia vitu vigumu ambavyo havitaliwa na mtu yote. Anasema hivi, badala ya shaba ataleta dhahabu. Sema amen. Anasema hivi, badala ya miti ataleta nini? Chuma. Sema amen. Haleluya. Soma hiyo maandiko uone vile inavyosema. Amen. Mungu anataka atubadilishie maisha, na ninajua kwamba watu wa Mungu 2023 wanaenda kubadilishiwa maisha. Mungu hata kupatia shida, Mungu hata kupatia tabu. Anasema nitaleta fedha. Badala ya miti shaba, na badala ya shaba ya mawe nitaleta chuma. Tena nitaifanya amani kuwa kama msimamizi wako na haki kuwa kiongozi wako. Na kuambia 2023 kuna mtu atainuka kimaajabu, na kuna mtu atabarikiwa kimaajabu. Kile kinachokuja kukunyonya hakitakuwa tena kwako, kwa jina la Yesu Kristo.